Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtekeleza kipenzi chake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillah, tumejifunza mengi kuhusiana na kuwaheshimu wazazi, lakini pia kuwaheshimu walimu. Mmoja katika maulama anasema kwamba yeyote ambaye kwamba umemuona kwamba amepanda akafikia daraja ya juu, basi ujue kwamba kilichompandisha ni heshima, na ukimwona mtu kwamba ameanguka chini akadhalilika na akaonekana kwamba ni mtu ambaye kwamba ni mtu duni, basi kilichomfanya kumshusha chini ujue kwamba ni heshima. Katika maisha ambayo kwamba tunaishi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaelezea katika moja katika hadithi zake, anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mahalan anillah, japokuwa ni hadithi ambayo kwamba baadhi ya ulama wamesema kwamba ni dhaifu, lakini anasema kwamba mahalan anillah, yaani katika maisha ambayo kwamba unaishi uende taratibu, ujitahadhari sana kutokamana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laula shuyukhu ruka, lau kama si mashehe watu wazima ambao kwamba tunawaona misikitini ambao kwamba wanaswali, washababun khusha, na vijana ambao kwamba wanyenyekevu, na hawa vijana wanyenyekevu kulingana na maisha ambayo kwamba tunaishi ni vijana wachache sana ndio ambao kwamba wanyenyekevu, lakini wengi wao ni wale ambao kwamba wana viburi, mtu kujiona kwamba yeye ana freedom ya kufanya kila kitu na anaweza kufanya kila kitu. Ndio maana matatizo mengi na majanga mengi tunaona leo kwa sababu ya haya. Kila mtu anaona kwamba yeye anaweza kufanya kitu, yaani sasa imekuwa kwamba zile tabia za kimagharibi za wazungu ndizo ambazo kwamba sasa zinatuingia, lakini tunasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametuwekea mwongozo wa kuishi, na kama tutafuata mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi sisi tutakuta kwamba maisha yetu yanabadilika kuanzia maisha ya ndani mpaka maisha ya nje. Lakini hili ndio ambalo kwamba tunaliacha, na akaendelea kusema bahari muruta, na wanyama pia, na sabba alaikumul adhab wa atfalu ruta, na watoto ambao kwamba wananyonya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama sio hao, basi Mwenyezi Mungu akateremsha adhabu ambayo kwamba ilikuwa ni adhabu kubwa, mada ni kuwaheshimu watu wazima. Ijapokuwa ndani ya kuwaheshimu watu wazima mtu anatakiwa kumheshimu kila mtu, lakini zaidi wale watu wazima ndio inatakiwa heshima iwe kubwa zaidi, ambao kwamba wanalingana na umri, labda pengine wa mama zetu au baba zetu, au ni wakubwa zaidi kuliko baba zetu. Hawa wana siri kubwa ndani ya kuheshimu. Hata maisha yako, ikiwa wewe utakuwa kwamba unajaribu kuelewana na hawa na kuheshimu watu hawa, basi maisha yako yatakuwa ni maisha tofauti na yule ambaye kwamba haheshimu watu hawa. Wengi ambao kwamba wanaharibikiwa katika maisha, basi moja katika kitu ambacho kwamba wamekikosa kufanya ni kuwaheshimu wazee, kuwaheshimu wale makukaa. Tena hawa ndio ambao kwamba tunawadharau, tunasema kwamba hawa wamepitiwa na wakati, hawa tena hawezi kutuambia lolote. Yaani sisi watoto wa kisasa wa sayansi na teknolojia ndio tunafaa kusema, lakini hawa wazee hawa tena wanasubiria kufa, wasubirie siku wafariki, sisi tuweze
kuishi vizuri, si ndio? Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika watu ambao kwamba alikuwa anawaheshimu sana ni hawa, na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio tumesema kwamba tumetanguliza kauli moja, anasema kwamba hakupanda yule ambaye kwamba amepanda isipokuwa kwa heshima, na yule ambaye kwamba unamuona kwamba ameanguka katika haya maisha, basi kilichomwangusha ni kuacha kuheshimu watu wazima. Lakini laiti kama heshima itakuwa ni kubwa, basi heshima ndiyo ambayo kwamba inaweza kumpandisha juu na kufikia daraja ya juu zaidi. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakati ambao kwamba alikuwa yeye barabara, ni kijana, alipatana na shosho ambaye kwamba alikuwa ni mtu mzima na amebeba mzigo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akachukua ule mzigo na kumsaidia na kumfikisha mpaka ambapo kwamba amefika, mpaka nyumbani kwake, akamfikisha nyumbani kwake. Baada ya kumfikisha nyumbani kwake, yule shoza akaona kwamba huyu ni kijana mzuri, nataka nimpe kitu ambacho kwamba ni kizuri zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha. Mwenyezi Mungu ameumba hizi roho zetu ni kwamba zinapenda mtu ambaye kwamba anafanya mazuri, wa bughdhi man asaa ilayha, na kuchukia yule ambaye kwamba mara nyingi atakuwa anakera. Wewe kama nyumbani, hata wewe nyumbani, labda pengine unaishi na baba na mama, ikiwa mama anakufanyia mazuri zaidi, basi utakuwa kama unampenda zaidi kuliko baba, kwa vile kwa yale ambayo kwamba wewe unaona ni mazuri, na wakati mwingine labda pengine sio hata mazuri kwako. Kwa mfano kama leo, ikiwa labda pengine unapomuomba baba kitu fulani anakupa tu, na labda pengine mama anakataza usipewe baadhi ya vitu, wewe utakuwa unamuona mama kama vile sio mzuri kwako, na hali ya kuwa labda pengine kile anachokukataza kina faida zaidi kwako, kwa sababu sisi wazazi wetu wanatujua kuliko tunavyojijua. Wakati mwingine tunaweza kutaka kitu ambacho kwamba kwetu sisi tunakiona kwamba kina faida, lakini uhakika ni kwamba hicho kitu kina madhara kwetu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba nyoyo zimekuwa hivi, wewe utampenda huyu kwa sababu unaona kwamba huyu ndio ambaye kwamba anafaa anakufanyia mazuri, na wakati mwingine inaweza ikawa sio mazuri kiupande wako. Sasa baada ya huyu shosh kuona kwamba Mtume ni kijana mzuri, akamtahadharisha, akamwambia na kutahadharisha, hapa Maka kuna kijana ameibuka anaitwa Muhammad. Unajua shida ambayo kwamba sisi tuko nayo ni kwamba tunapenda watu wazuri, lakini hatupendi watu wanaotengeneza. Yaani watu wazuri tunawapenda, lakini huyu labda pengine nikitaka kitu ananifanyia, nikitaka hivi, lakini anapoingia katika kutengeneza kujitama, unajua kutengeneza kuna kitu utavunja, labda pengine kuna mtu utamvunja, utamwambia neno ambalo kwamba si zuri. Wakati mwingine utambania kitu ambacho kwamba anakitaka, unaona kwake sio kizuri, lakini unaona kwamba huyu nikimpa kitu fulani basi atakuwa ameharibika zaidi. Sasa shosh anamwambia kuna kijana hapa anaitwa Muhammad, huyo anatokana na kiungu, huyo amekuja na dini ambayo kwamba haieleweki, anasema kwamba tumwabudu Mungu mmoja. Huyo anasema maneno shosh, anajaribu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtahadharisha na kijana ambaye kwamba huyu kijana mwenyewe ndio yeye, lakini hamjui. Sasa akamtahadharisha, baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikiliza, na katika adabu nzuri ni kwamba mtu anatakiwa usimkatishe mtu katika maneno. Leo ukizungumza mtu hapa anaweza zungumze hata wakati mwingine ustadhi au labda pengine mama hajamaliza kuzungumza ushamkatisha. Hizi sio adabu za Uislamu. Adabu za Uislamu ni usikilize mtu anachozungumza, akimaliza sasa ndio unaweza kumuuliza kitu au kumjibu au kukubali au kukataa ile ambayo kwamba analizungumza. Sasa anamwambia kwa baada ya Mtume kumsikiliza, akamwambia kwamba
ambaye kwamba unanitahadharisha na mimi, yaani mimi unanitahadharisha na, yaani mimi nijitahadhari na mimi, yaani nijiogope. Basi yule shosh akasema kama kijana wenyewe ndio wewe, kwa sababu yeye ihsani na zuri ambalo kwamba aliona na tabia ambayo kwamba ameiona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaathirika na kuingia katika Uislamu. Akamwambia hapo ndo ambapo kwamba aliona dini ya Uislamu ni dini nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya heshima ya kumheshimu huyo. Lakini katika mambo ambayo kwamba tutaje baadhi ya faida ambazo kwamba zinapatikana katika kuwaheshimu watu wazima ni kwamba kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezea mambo yako. Ukitaka mambo yako yaende vizuri, waheshimu wale ambao kwamba wanalingana umri wako, kuanzia wale ambao kwamba wanalingana wakubwa wako, na zaidi wakubwa ndio wape heshima mara mbili zaidi. Katika sababu faida ambazo kwamba zinapatikana, moja, Mwenyezi Mungu atakuwa anajibu dua zako haraka. Ikiwa wewe ni mtu ambaye kwamba unawaheshimu wakubwa, basi utakuwa uko karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua zako zitajibiwa. Lakini vile vile milango ya riziki inaweza ifunguke haraka, mambo ya maisha, mambo ya dini, kwa sababu hawa wakubwa wao itakuwa kila wakati unapata dua zako, kila wakati unaomba dua zako. Lakini katika hatari ambayo kwamba iko ni kwamba sasa hivi wengi hatuwaheshimu wakubwa, ndio maana tunaona mambo ni mabaya. Kuna wengine ambao kwamba tunaharibikiwa hata mashuleni, tunaweza kuona mtoto yuko bright sana lakini anafeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu ambao kwamba wamewakosea. Maanake wewe unapomkosea mtu, hujui yule mtu anakaribu nani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wakati mwingine unamkosea mtu ambaye kwamba ni walii wa Mwenyezi Mungu, ambaye kwamba yeye akiinua mikono kwa Mwenyezi Mungu kusema ya Rabbi, huyu mjalie mambo yako yaharibike, basi anaharibika moja kwa moja na hayatakuwa tena. Na yameshatokea kwa watu wengi sana. Kuna watu ambao kwamba walikuwa watu wazuri katika maisha, ambao kwamba walikuwa wanaonekana mbele wana future nzuri, lakini imeharibika kwa sababu ya kutokuwaheshimu wakubwa. Kwa sababu gani? Yaani katika maisha sisi tunataka tuishi vile ambavyo kwamba tunataka. La, maisha haiko hivyo. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema, nu'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana wa nahjuda zamani bighairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajara wa laysa ad-dhi'bu ya'kulu lahma dhibin wa ya'kulu ba'duna ba'dan 'ayan. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema kwamba nu'ibu zamana, inafika wakati tunasema kwamba zama tulizo nazo ni mbaya, yaani nyakati ambazo kwamba sisi tuko nazo hizi siku ni mbaya sana. Lakini anasema wa mali zamanina aibu, tusiaibishe zama, aibu ziko kwetu sisi wenyewe. Wewe nani ambaye kwamba alikwambia uende ukamtukane mzazi wa mtu? Na ndio maana hata wakati ambao kwamba ustadhi alikuwa anazungumza kuhusiana na wazazi, nafikiria aligusia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku moja alizungumza akatahadharisha kuhusiana na mtu ambaye kwamba atakuwa kwamba anamtukana mzazi wake. Sasa maswahaba wakashangaa kwamba inawezekanaje kwamba mtu amtukane mzazi wake, na leo hakuna yako mingi. Kumtukana mzazi inaonekana kwamba ni kitu cha kawaida, yaani anaonekana mzazi anapitwa na wakati. Wewe ndiye ambaye kwamba unafaa kuendana na maisha. Imekuwa kwamba sasa propaganda za magharibi au za wazungu ndio ambazo kwamba tunazibeba. Sisi tunataka tuishi kama wao, waliokuwa hata dini hawana. Sisi ni watu ambao kwamba tuna dini ambayo kwamba ni dini ya sawa. Hatuhitaji sisi kumweka mtu mwingine. Role model wetu ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tunafaa kumfuata Mtume vile ambavyo kwamba ameishi na ametuelekeza. Sasa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema kwamba nu'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwa. Hizi zama hazina aibu lolote. Siku zimebadilika. Labda pengine usiku umekuwa mchana umekuwa na giza, usiku umekuwa kama ndio jua linachomoza.
ambao kwamba tunaibu kwa sababu ya mambo ambayo kwamba tunayafanya. Wama zamanina aibu siwa wanahjuda zamani bighairi dhambi, tunazishambulia zama hizi. Zama ni mbaya, hizi zama ni hivi, hizi zama ni hivi, hizi sehemu ni mbaya. Kuna baadhi ya maeneo labda pengine watu wanasema kwamba ile kijiji ni kibaya sana, maskini ya Mungu, kijiji hakina hata, ni watu wa kijiji kile ndio ambao kwamba ni wabaya. Ikiwa watu watabadilika, basi hiyo mambo yatakuwa pia ni mazuri, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na uwezekano wa kubadilika, kila mtu anaweza kubadilika akiamua kubadilika, hakuna ambaye kwamba haiwezekani. Lakini kwa sababu sisi tunajiona kwamba tuko sawa, tena katika kitu ambacho kwamba ni hatari, ni mtu kufanya makosa halafu kujiona kwamba yuko sawa, kwa sababu mtu ana namna hii ni kwamba yeye hataweza kurekebishika. Kitu cha kwanza, ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kwamba tunatakiwa kuishi kuwa wanyenyekevu. Wewe ni mwanadamu ambaye kwamba unakosea, hapa umekosea, ujue kwamba hapa nimekosea, natakiwa kurekebisha. Kuna wakati mwingine hapo kwamba umefanya kosa kwa bahati mbaya, ukubali kwamba hili ni kosa, lakini nimelifanya bahati mbaya, omba msamaha, maisha yaendelee. Kiburi ndio kinatuharibia. Wama zamanina aibu siwa wanahjuda zamani bighairi dhambi walau naqama zamanu lana hajana. Kama hizi siku zingeweza kutamka zikazungumza masiku, labda pengine mchana na usiku pia kwa yazungumza kama sisi, basi tungetuambia kwamba nini mnanisingizia, mnaniogelea, lakini mimi sina ubaya wote. Ubaya uko kwenu nyinyi, ubaya uko kwenu nyinyi. Walaisadiku yakulu lahkadhimi, wanasema hata mbwa mwitu hadi mbwa mwitu mwenzake, lakini wayakulu ba'duna ba'dan ayani. Sisi wanadamu ndio ambao kwamba tunaharibiana na tunakulana sisi kwa sisi, yaani mtu anamkula mtu mwenzake. Vipi mtu anamkula mtu mwenzake, anamharibia mambo yake? Wanadamu sisi tumekuwa kwamba hatupendani, sisi hatupendani. Sisi tunafaa kupendana. Si wewe Muislamu unamchukia vipi Muislamu mwenzako? Au wewe mwanadamu unamchukiaje mwanadamu mwenzako? Imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi anatufundisha, wacha kwamba mkubwa wako ambaye kwamba kiumbe, hata yule ambaye kwamba unaona kwamba yuko katika maasi, basi hufai wewe kumcheka akiwa katika hali ile, bali muombe dua Mwenyezi Mungu amlete katika hali nzuri, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu amekuwafikisha, na wewe hujui kesho yako itakuwaje. Wewe unaweza kujiona kwamba uko sawa, lakini ukaamka asubuhi ukawa labda pengine ni mbovu kuliko yule. Kwa hiyo katika hali kama hizi tunatakiwa kuwa na adabu ya hali ya juu. Ndio maana mmoja katika shuara anasema kwamba kitu kikubwa zaidi ni adabu. Laisa yatimu alladhi qad mata waliduhu inna al-yatima yatimu al-ilma wal adab. Hali yule ambaye kwamba sisi tunamwona kwamba amekosa wazazi, huyu tunamwona kwamba ni yatima, lakini sharia anasema kwamba mtu mbaya na yule ambaye kwamba ni yatima na wakusikitikiwa zaidi ni yule ambaye kwamba hana adabu. Yeye anaona kwamba mkubwa wake ni sawasawa na yeye, au labda pengine ni mdogo kuliko yeye. Anaona kwamba labda pengine mama yake au mwalimu wake wanaona kwamba hao watu wanalingana tu sawa. Anaweza kufanya chochote wakati wowote, kumfanyia mtu yeyote. Huyu ni mtu ambaye kwamba anafaa kusikitikiwa sana. Huyu ni sawasawa na yatima, au bali labda pengine anaweza kuwa na hali mbaya zaidi, kwa sababu ukijaribu kusoma tarehe za maulama ambao kwamba ni wakubwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima. Tukianza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini leo ni wapi katika ulimwengu kama huu ambao kwamba haikufikia athari ya Mtume? Ni wapi ambao kwamba hatali Mtume? Na ni mara ngapi anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alfajiri tu tumesali hapo tukamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni lazima. Hatusemi kwamba wakati mwingine hapo kwamba mtu anakaa anamswalia Mtume. Adhuhuri, huyu ni alikuwa yatima ambaye kwamba Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alinifundisha
na ndiyo adabu ni kitu kikubwa kuliko hata elimu. Ndio maana ndugu wetu ameuliza hapo kuhusiana na swali, mtu ambaye kwamba labda pengine amesoma sana lakini kwenye dini ni sifuri, swala hana, labda pengine huko nje ni mwongo, anatukana watu, analewa, elimu anayo lakini adabu hana. Ndio moja katika ulamaji anasema kwamba ij'al ilmaka minhan wa adabaka nini daqiqan, ifanye elimu ambayo kwamba unaisoma madarasa iwe kama chumvi, lakini ile adabu ya kuishi na watu vizuri ndio kama unga ambao kwamba wewe unatakiwa kupikia ugali wako. Kivipi? Ni kwamba adabu unatakiwa kuwa nayo kubwa zaidi kuliko hata elimu. Ndio maana baadhi mmoja katika ulamaji anasema kwamba mimi nilikaa kwa shehe wangu kwa muda wa miaka 30, napika chakula, nafanya usafi, nafanya, sijasoma hata elfu moja. Leo nani ambaye kwamba anaweza kwenda kwa ustadhi mwezi mmoja kumtumikia? Kama mzazi hakuja kupiga kelele na wewe kwenda kustaki kupakilia hiyo madarasa. Nani ambaye kwamba aliwahi kwenda kwa ustadhi Abdullah au ustadhi Juma au ustadhi Abubakar akasema kwamba leo ustadhi, nimekuja nataka nikusaidie angalau kidogo kufanya kitu cha kupika, labda pengine au labda kufua au labda kufanya nini? Mimi mnaniona hapa tumefua nguo za ustadhi sana mashehe zetu. Kwa hiyo mpaka unafikia kiwango cha leo hapa nguo za nani? Za shehe, na wakati mwingine ilikuwa za watoto wake. Nani katika nyinyi aliwahi kufua nguo ya shehe? Ustadhi wako? Wamefua? Mashaallah. Allah akujaze kheri. Mwingine huku wasichana wanaweza wafanya, wavulana hakuna. Sema sisi mahesa na boy twende huko ukatuchafue sumbue. Kwa hiyo katika kitu ambacho kwamba kinaweza kutuinua, kitu cha kwanza ni adabu. Ile adabu ndiyo ambayo kwamba inatakiwa iwe kubwa kuliko elimu, kwa sababu ukiwa na adabu ndio ambayo kwamba itakufanya wewe uweze kuishi na watu wote na uweze kuendana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizuri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliulizwa siku moja, ma aktharu ma yudkhilu an-nasa al-janna, ni kipi ambacho kwamba kitawafanya watu waingie peponi sana? Yaani tufanye nini ambacho kwamba kitatufanya tuweze kuingia peponi sana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallahi, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini jambo la pili ni kuwa na tabia nzuri, kwa sababu ukiwa na tabia nzuri ndio inaweza kukufanya wewe uweze kuishi na watu vizuri. Taqwallahi, unakuwa na muamala mzuri na mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na husnul khuluq ndio ambayo kwamba inakufanya uweza kuishi na watu vizuri. Ndio maana tunafundishwa kule madarasa, man kana sayyi'al khuluqi yudhiruhu an-nas wa yuhibbunahu makhafata sharri la'nu shay'in wa dhikru 'uyubi ghayrika wa 'adamu hifdhi lisanika wa yadika min su'il khuluq. Tumefundishwa madarasa hizi tumefundishwa su'il khuluq ni nini? Mtu yote ambaye kwamba ana tabia mbaya watu wanamchukia, sio watu, hata Mwenyezi Mungu anamchukia. Dini yote ukitaka kujiona kwamba wewe ukaribu wako na Mwenyezi Mungu, ngoja kujiangalia watu wanaishi na vipi kwanza. Iangalie uzazi wako anakuchukulia vipi, angalia wazazi wako anakuchukulia vipi, halafu ndio unaweza kujitathmini mbele za watu wewe ni nani, kwa sababu tena hatari ambayo kwamba ni mbaya. Na labda pengine nimalizie hapa, ikiwa hautaheshimu watu wazima, basi wewe pia hautakuja kuheshimiwa ukiwa mtu mzima. Hao watu wazima tunawaona na ndevu na mvi walikuwa kama sisi sawa. Hakuna aliyezaliwa tu yeye akawa kwamba ni mzee, akawa kukaa. Alianza kuwa mtoto kwanza, amezaliwa na mama yake, akanyonyeshwa, akakuzwa mpaka leo ni mtu mzima. Na ukiona kwamba anaheshimika, muulize, wewe mzee uishi vipi katika utoto wako? Hebu jaribu kumuuliza, alafu atakwambia. Kwa hiyo sisi tuwe tutaishi maisha ya kuwaheshimu watu wazima, pia na sisi tutaheshimika tukiwa watu wazima. Lakini leo tukiwa dharau hawa watu wazima ambao kwamba tunaona, tena nimesema kwamba haijalishi
ni Muislamu, sio Muislamu, ni mkubwa kuheshimu mkubwa. Waqiru kabira, nasemaje hata hiyo katika Qur'an? Umesahau? Haina shida, na mimi pia nimetoka sote. Nimetoka sote, lakini katika kitu ambacho kwamba kinatakiwa, kitu cha kwanza ni kuwaheshimu wakubwa. Ndani ya kuwaheshimu wakubwa kuna siri nyingi, kuna faida nyingi, na kuacha kuwaheshimu watu wazima, basi kuna madhara mengi ambayo kwamba yanaweza kupata kuanzia hapa duniani mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuwaheshimu wazazi wetu na walimu wetu na wakubwa wetu na watu wote kwa ujumla. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa serikali, kuna maswali hapa yamekuja, taomba tuyajibu kwa ni maswali mengi inshallah. Anauliza muulizaji, ni daraja gani tatu mama ako nazo? Fikiri anakusudia ile hadithi nimezungumzwa. Ni daraja gani tatu mama ako nazo? Kiswahili cha huku utaelewa tu. Anazo ama ako nazo, ndio hivyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani serikali kwa masharikaja kama labda atafahamu sawa. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi ambayo kwamba anasema kwamba alipoulizwa kwamba man ahaqqu an-nas bi husni sahaba, akasema ummuka. Ila mtu akamuuliza tena mama, kisha baada ya yeye nani, akataja ummuka mara ngapi? Mara tatu. Wanachuoni wakasema kwamba ametangulizwa mama juu ya baba kwa daraja tatu kwa sababu ya bisababi wadhiha wa irdaiha wa hamliha, ya kwamba yeye kwa sababu ya kumbeba yule mtoto katika tumbo lake, na kwa sababu ya kumzaa kwake, na kwa sababu ya kumnyonyesha kwake. Hizo ndo daraja ambazo kwamba ndo ametangulizwa mama kwa sababu ya daraja hizo tatu, kwa sababu baba hawezi kushirikiana naye kumbeba yule mtoto, kama nilivyotangulia kusema kwamba mama pengine ambebe yule mtoto miezi miwili, alafu baba acha na mimi kusaidie miezi mingine. Na mama anambeba yule mtoto kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 9 pengine. Ndio maana ametangulizwa mama kwa hizo daraja tatu. Nadhani swali litakuwa limejibu. Swali kwako tu bado hii inahusiana na hiyo haki za wazazi pia. Auliza, kama babako anakuita na wakati huo pia mamako, Kiswahili utatuelewa tu, Kiswahili cha kwetu huko, mamako anakuita, unafaa uende kwa nani kwanza? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaelekeza ya kwamba mama anataka, yani ametangulizwa mama kwa sababu maana hiyo. Kwa hiyo kama baba anakuita mama, anakuita utangulize yule mama, kisha ndo baba. Swali lingine linauliza hii ni ya Kizungu. What is the first pillar of iman? Ni ipi nguzo ya kwanza ya iman? Unacheka eh? Nani atajibu? Nguzo za imani. Kumwamini Mwenyezi Mungu. Hapo ustadhi, nafikiri mtatuelewa pia. Kuna wanafunzi wamekuja wawili ambao kwamba si Waislamu wao, lakini wanapenda Uislamu. So kwa wao kupenda Uislamu pia wazazi wao wakawaruhusu waje wajumuike,
na ni wanafunzi wazuri mashaallah. Kuna swali inaulizwa hapa na hii sijui watanisaidia kwa sababu mimi ni analog Hii kitu sielewi mimi. Is stick-ons haram? Stick-ons ni nini hiyo? Oh, ni kucha. Oh, zile kucha za kubandika hapa. Unaona mtu ako na kucha ndefu ameongeza za plastic za planyo plastic zinaongezwa kwa zile kucha yake. Tulia tujibiwe swali. Huwa zinatolewa baadaye, mtu akienda kulala anatoa zinakaa yaani unawekwa kucha za kubandika zile juu ya hii, kuna ya blue, kuna ya red, sijui nini, alafu zitakaa mpaka kuna wakati zinakuwa na stick ama zinawekwa na glue mpaka itafika wakati zitatoka zenyewe. Hizo kucha kubandika hivyo ni haramu kwa sababu nyingi. Kwanza katika sababu ambazo kwamba zinafanya hiyo haramu, moja ni kwamba unakubandika pale maji hayaingii katika wakati wote, na labda pengine kama ni masuala ya kuoga ndio kabisa. Kwa hiyo mtu anaishi kwamba hana swala kwa muda mrefu. Lakini pia tunaweza kuingiza katika ile wayuna khalqallah, wanabadilisha yale maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio kitu ambacho kwamba ni haramu, na ndio kazi ya shetani kubwa ambayo kwamba yeye alisema kwamba ataichukua kufanya. Kwa hiyo hizo vitu kubandika makucha, makope haya inaitwa kila kitu cha kubandika haya. Hata pengine sasa hivi pia kuna kuunganisha nywele, ni mambo ambayo kwamba kwa sasa yanafanyika. Yote ni mambo ya haramu, yote ni mambo ya haramu. Kupaka zile marangi zile marangi hizo sio hina kwanza hina, kupaka hina kwa mwanamke amekopa hajaolewa ni haramu. Unashangaa? Umeshtuka? Kupaka hina kwa mwanamke unalelewa na wanafunzi hao. Yeye ndio amepaka. Sasa hina ni haramu kupaka mwanamke ambaye hajaolewa, isipokuwa labda ikiwa ni kwa njia ya dawa, kama labda pengine kuna dharura. Lakini wewe unajipaka unapakia nani? Hina ni katika kujipamba na mapambo na kuna swali imetokea. Je, kama hiyo hina umepakwa siku ya harusi yako, sasa kupaka hina kwa siku ya harusi hiyo inakuwa kwamba iko sawa, kwa sababu tayari hapo unaenda kwa unampakia, yani ndio unapaka kwa ajili ya mume wako. Hina unatakiwa sio kupaka hina kujipamba mapambo yote, mwanamke unatakiwa kujipamba kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mume wako. Wewe kuna mume unajipamba kwa ajili ya nani? Kwa hiyo moja katika makosa ambayo kwamba yanafanyika sana ni kwamba watoto wa kike kujipaka hina wakiwa wadogo, na labda wengine walikuwa wanapakwa na mama zao pia. Kwa hiyo mwende tukafikishe message nyumbani kwamba tumeambiwa hina kwa mwanamke ambaye kwamba hajaolewa ni haramu kujipamba kwa mambo kama. Kuna ile swali ya nani wa kuitwa mwanzo kati ukiitwa na mama na baba. Sasa amejibu mama. Sasa muulizaji mwingine anauliza baba yule ni simba, ukianza wakiitana wote ukikimbia kwa mama, kichapo kinafuatia, inakuwaje? Baba ni simba.
ya maslaha fulani. Sawa, unaweza kutumia mbinu ambayo kwamba labda kwanza huyo baba na mama wako pamoja au wako mbalimbali. Wako pamoja. Huyo anakuja na huyo anakuja. Tabaan, kwa katika masala ya taa, mwenye haki zaidi kwa mtoto anakuwa ni baba. Katika masala ya taa, baba ndiye ambaye kwamba, kwa sababu hata huyu baba anaweza kuamrisha hata huyu mama, yaani kuanzia mama na mtoto wote wako chini ya baba. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ikiwa wote nyinyi mko chini ya baba, nenda kwa baba, rudi kwa mama. Sasa swali ni kwamba ikiwa hawaelewani, ndio utajaribu kuangalia mbinu namna gani unaweza kutumia. Na wote wakiwa ni simba, sasa sijui hapo ndio utafanyaje. Lakini anakuja hali unaweza baba na wewe yuko chini ya mama, na wewe pia baba yuko, mama yuko chini ya baba, na wewe mtoto. Kwa hiyo unaweza kwenda kwa baba wala hakuna shida. Kuna swali inafuatana na hiyo, kuvaa nguo kwa mwanamke, kuvaa nguo yenye maua nyingi yafaa? Na hiyo naona zinahusiana na mavazi na kuvaa pearls. Pearls ni nini? Hizi vitu kama hizi zinavaliwa kwa mkono, mikufu, hizo ni sawa? Kuvaa nguo yenye maua na kuvaa hizi pearls maridadi. Siku hizi kuna hizi paka inaandikwa jina ya mtu hapa, anavaa kwa mkono yake. Jina yake mwenyewe ni msichana anavaa, imeandikwa jina yake. Mfano anaitwa Mariam, imeandikwa Mariam, anavaa ni nini? Mapambo. Swala la mapambo yote, kwanza na nguo ambayo kwamba si vizuri sana kuvaa nguo zenye maua, ijapokuwa sio haramu. Sawa, hakuna haramu wa kuvaa nguo yenye maua. Tena basi tukisema swala la uharamu kwa wanaume ndio itakuwa ni mbaya zaidi kuliko hata kwa wanawake, kwa sababu mwanaume ana mapambo. Sasa ile hadithi inasema zina tulijali madhara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba zina tulijali madhara yuha wa khafia lauma. Mapambo ya mwanaume zaidi yanaingia katika masuala ya manukato na nini kujipamba kukawa hivyo, lakini mara nyingi katika masuala ya rangi na mavazi na sura, sisi tunakuwa kidogo tuna tofauti. Lakini mwanamke yeye anaruhusiwa kufanya vyote, isipokuwa mapambo anatakiwa kuvaa mbele ya nani zaidi? Mbele ya. Sasa mapambo kama haya ya labda pengine zilizwa pengine na vipuli hizi na hivi vingine vya kuonyesha na kuvaa miguuni, sijui na vingine tena huko vinavaliwa hivyo, vinafaa, lakini zaidi mbele ya mume wake. Mbele ya nani? Wewe ufanye mtoto wa Kiislamu wa kike. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema marna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, mukae majumbani na wala labda pengine msifanye yale mambo, labda pengine mkimama ngoma yalikuwa ni kijali. Hayo ni mambo ya kijali. Muislamu unatakiwa uepuke sana kuhusiana na fitna, kujidhihirisha mapambo mbele ya wanaume. Hiyo ni makosa mbele ya wanaume wengine ambao kwamba sio nani, sio mume wako, labda wawe ni mahali zako, wale ambao kwamba ni kaka, ni baba, ni nani, lakini ikiwa mbele ya wanaume wengine inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hiyo hiyo ni haramu kuvaa mbele za watu wengine. Unaangalia huko unavaa mbele ya nani, ni mume mbali, si mume basi. Haya, kuna maswali matatu yanafanana yanarudi hapo peacock umegusa waya. Kuna maswali yanahusiana na hizo tu mambo za mapambo Mmoja kwanza, nafikiri utayashikanisha yote, yanaonekana yanaelekea pale pamoja. Huyu amejipaka piko kwa ajili amealikwa kwenye harusi, alafu hapo pia anauliza kujipaka marashi kwa msichana na kuchora tattoo.
Ni haramu. Tulia ustadha ajibu. Tuanze na hilo la pili. Msichana ambaye kwamba huyo anayekwenda kwenye harusi naye ameolewa au hajaolewa? Hajaolewa. Ni mtu labda ni kama ni haramu kwa mtu ambaye kwamba hajaolewa. Haijalishi unakwenda harusi, unakwenda wapi, unakwenda kisibani, unakwenda wapi. Kokote ambapo kwamba unakwenda, ikiwa haujaolewa basi haufai kujipamba, kupaka hina, mapigo, manude gani, hiyo haifai. Kuna nani anatembea kwa kwamba anavaliwa huku nyuma anaitwa mimi sijui. Anaitwa hivyo sasa. Anaitwa? Mimi kule kwa bwana yetu nilikuwa nasikia wanaita. Kuna madude fulani hizo na kwa ajili ya wengine tu hana nywele. Anaweka hapo. Unaijua si ndio? Najua. Wanajua? Mawiki ya ndio mawiki. Kuna wig na kuna nini? Kuna inafanya ikuwe kama kidogo huko. Kama unaweza kweli. Extension. Iko extension. Kuna nyingine nyingine ya nyingine na pili. Kama pili zinakuwa. Wanazofanya kufunga. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ametahadharisha vibaya sana. Anasema sunifani min ahli nari lam arahuma ba'd. Makundi mawili ni katika watu wa motoni, lakini kwa sasa sijawaona. Akasema kundi la kwanza na akasema kundi la pili ni wanisau kasiyatun aliyatun mailatun mumilatun alafu ruusuhunna ka asnimati al-bukhti al-maila. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema makundi mawili ni katika watu wa motoni. Kundi la kwanza ni watu ambao wanafikwa wanapiga watu, akasema hawa bado sijawaona, labda pengine wakati huu tunaweza kuona. Kundi la pili ni wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi, labda pengine mwanamke anavaa nguo inambana sana au anavaa nguo ambayo ni transparent, sawa, inaonyesha yeye amevaa lakini ndani viungo vya ndani vinaonyesha, au nguo imembana sana. Huyu ni mwanamke ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni mtu wa motoni. Halafu yule ambaye kwamba anaweka hizo nyuma, anasema kwamba kuna vitu anaweka kufananisha kama na nundu ya ngamia. Nundu ya nini? Nundu ya ngamia unajua ile inayosimama juu kule. Tunaona ngamia wale walivyo. Kuna ile kitu ambayo kombe imeinuka juu ndio inaitwa nundu ya ngamia. Sasa ile Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, na anasema kwamba ambaye kwamba anafanya hivyo ni mmoja katika watu wa motoni. Sawa? Hilo ni kuhusiana na pigo. Swali la pili lilikuwa ni marashi. Marashi ni haramu. Labda ukiwa ndani pia kwa mumeo. Tena wakati mmoja kuna Abbas radhiallahu anhu, kuna mtu ambaye kwamba swala la marashi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke yoyote ambaye kwamba atajipaka marashi apite mbele ya wanaume, basi huyo mwanamke ni mzinifu. Yaani mzinifu pia anaandikiwa dhambi za zinaa. Kwa hiyo kwa mwanamke kupaka marashi, yaani mwanamke asilimia kubwa ya mapambo yanarudi ndani. Ikiwa unatoka nje paka mafuta yako ya kawaida, lakini unapaka marashi mikali ambayo kwamba labda pengine mtu akipita mpaka kuangalia mara mbili, anapeleka jicho, anarudisha tena. Umemwona vizuri? Sijamwona vizuri. Unarudisha tena. Hiyo ni haramu, kwa sababu unasababisha, unapelekea fitna. Unapelekea nini? Fitna kwa wingi sana. Wanaume watakuwa wanafikinika na wewe, na kitu hiyo ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Ndio maana wanawake wanafaa kujistiri ikiwezekana mwili mzima. Hata wakati mmoja Ibn Abbas, kama sijakosea, kuna mwanamke ambaye kwamba alipita mbele yake akawa ananukia manukato. Alikuwa anakwenda msikitini, akamwambia rudi, nenda kaoge tena wewe mzima. Rudi, akamrudisha yeye akafanya akaoge tena. Kwa hiyo pia swala la manukato tunalirudisha huko ndani. Ikiwa ndani wewe paka unataka, lakini nje ukitoka acha ni haramu. Na nataka kulikuwa
Hiyo nafikiri umeshika. Tatu tena hiyo ndio mbaya. Hiyo tatu hata haina, yaani tatu wewe umeolewa hiyo haifai. Hata kwa wanaume. Hata kwa tatu ni haramu. Tatu ni haramu, ni haramu, ni haramu. Moja kwa moja. Kwa yoyote. Tena ndio nasema ikiwa labda pengine alijipaka mtu tatu katika alikuwa si Muislamu, akiingia katika Uislamu tunaangalia, je, hii tatu ikitolewa inaweza kuwa na madhara kwake au haina? Ikiwa kwamba ina madhara, inaachwa kwa sababu ya kuchunga ile afya yake, lakini ikiwa kwamba katika kutolewa kwake hakuna madhara, basi anaambiwa itoe. Tatu ni haramu, haifai kabisa, mtu asimtoe. Dai kuweka zile rangi dai kwenye nywele inafaa. Uone mtu nywele zake ni za blue ama ni za pink, ameziweka ama za green, dai. Swala la rangi kuna kwa wanaume na wanawake. Swali ni la huko. Swala la kupaka rangi nywele kwa wanaume, kwanza, ikiwa ni kala nyeusi, labda pengine mtu ana mvi, haifai, ni haramu. Labda mtu anafikia uzee kidogo, anataka kupaka rangi ili aonekane kidogo naye ni kijana, labda pengine amemwona mtoto huko, akaona huyu akimwona mzee huyu atakataa, akasema apake rangi nyeusi. Kwa mwanaume ni haramu, lakini labda pengine rangi kama kupaka hina nywele, hiyo ni au ndevu, hiyo ni sunna. Upande wa wanawake, isipokuwa katika nafasi sehemu moja, kwa mfano labda pengine katika jihadi, kama tunaenda kupigana jihadi, tunatoka hapa kupigana jihadi, sisi sote ni wazee hapa, tuna mvi, wale wakituangalia hata ikabidi hatumalizani nao, tayari kushamalizana nao. Tunataka kuonyesha ile kwamba sisi ni watu ambao kwamba tuna nguvu, tunaweza kupaka kwa ajili ya kwamba wasitudharau, kutia hofu kwao, kwa sababu katika mbinu pia za vita nazo ni kumtia hofu adui yako. Wakati mwingine hofu inaweza kumfanya akili kwa haraka sana. Kwa upande wa wanawake, nahitakia kidogo muraja zaidi. Siwezi kujibu moja kwa moja kwa sababu mtanijibu ikiwa sina maana. Sasa kama kuna mstari hapa mkegoma ana elimu nalo, kwa hakika aweze kulijibu. Lakini labda inshallah, kwa vile na leo ndio ya mwisho, tutakuwa hatupatani tena. Tumeanza sasa, anasema tuendelee. Ngojeni tumalize. Nafikiri ustadhi, tukiendelea kulifikiria hilo, tukiendelea kuliweka pembeni hilo kwanza, kuna maswali hapa naona yamekuwa mengi. Kwanza kuna hii kuvaa miniskirt si mngoje nimalize swali. Wewe umerukia tu kitu gani? Kuvaa miniskirt ndani ya buibui ni haramu. Ndani amevaa huko ndani miniskirt, alafu juu amepiga jilbab zake na nini na nini. Je, ni haramu? Inayostiri. Lakini ile imepasuka. Sasa kuna hizi zingine wanapenda sana hapa ndani, amevaa ile trouser inaitwa sijui hipster, sijui inaitwa nini, sijui pencil, sijui whatever. Sasa alafu amevaa hiyo buibui, si tunaita, inakaa kama joho. Kwa hivyo akitoka nyumbani anaifungua zile ma buttons Sasa so inakuwa kama ni mtu. Uko wapi Ustadh Abdallah? Tutulie hapa, kuna swali inaulizwa.
Ni haramu kuzalishwa na daktari mwanaume ambaye si mume wako? Tulieni. Sasa nauliza saa ngapi? Anaingia saa ngapi? Si mume wako, na ndio mambo mengi yaliyoenea. Sasa hivi madaktari wengi wazalishaji ni wanawake wengi sana, na ndio kwamba wanawazalisha wanawake. Ikiwa kwamba kuna mwanamke ambaye kwamba anaweza kuzalisha, basi ni bora azalishe mwanamke. Atazalisha mwanaume ikiwa ni njia ya dharura. Tena basi kibaya zaidi, sasa hivi mwanaume anaingia na mke wako ndani, wewe unabaki nje, anaingia ndani na ni mahali si mahali mzuri. Mwanamke ambaye kwamba anaweza kumuoa na kufanya kitu kingine chochote. Haya mambo yanafanyika kwa njia ya dharura sana, lakini kiuhalisia ni kwamba ni haramu. Ukiangalia kiuhalisia kabisa ni haramu mwanaume kumzalisha mwanamke. Mwanamke anatakiwa azalishe mwanamke. Kama kuosha tu anafaa wote na wanawake. Baada ya kufariki hafai, vipi akiwa yuko hai? Kwa hivyo ni haramu ila kwa dharura. Isipokuwa kwa dharura. Sawa. Haya, kuna swali hapa. Je, yafaa kumruhusu mkewe kwenda kufanya biashara nchi kama Dubai, London, Qatar? Watu hawana wake na waume, na kuna maswali hiyo ustadhi. Sasa kumbuke ni watu wa 12 to 17 years tunadili nao, na maswali ndio hiyo. Mwanamke anataka kufanya biashara, pengine anaendea vitu Dubai analeta, ama kuna na hii nyingine anaenda kazi kule Dubai, anakaa miaka miwili, mwaka mmoja, anarudi, alafu anaenda kitu kama hiyo. Anaenda peke yake. Hadi katika makosa ambayo kwamba yameenea. Mwanamke yuko huru kufanya biashara, kwa sababu kama Mwenyezi Mungu amemkataza mwanamke kwenda hija, isipokuwa aende na maharimu yake, na hija ndio ambayo kwamba inakuwa kwamba ni jambo la ibada na ni fardhi, lakini akaambiwa aende na maharimu au aende na wanawake wenzake. Kama atakuwa anakwenda na wanawake wenzake au labda pengine na mtu ambaye kwamba ni mwaminifu, basi inakuwa kwamba inawezekana. Lakini ikiwa kwamba yeye atakuwa anatoka kule kama yeye, hapo kidogo kuna mshikana. Sasa swali ni kwamba labda pengine mwanamke alikuwa anafanya biashara kutoka mwanzo, na mwingine unamuoa tayari ni mfanya biashara na biashara zake. Sasa je, baada ya kuoa unaweza labda pengine kumzuia kufanya kwa wewe, sasa mke wangu ufanye biashara hizo, biashara zake zitakuwa katika mahali gani? Labda kufiwa kuna misingi ambayo kwamba umeiweka sawa, lakini ikiwa utamkataza tu mali yake zinapotea hivi, basi akisema na laita lako usitarudi. Haya, je, ni haramu kuvaa pete kwa mwanaume? Pete ni dhahabu, sifa ya mapambo yote. Pete ni sunna kwa mwanaume. Pete ni sunna, sio haramu wala makruh. Pete ni sunna kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dhahabu fi yamini, katika hadithi ambazo tumesoma sultani Talib. Wewe pole, tulia. Kwa hiyo pete ni sunna kabisa, tuvae pete. Ni sunna ya pete. Ndio hayo tunaingia inshallah. Haya, na je, ikiwa ni dhahabu kwa mwanaume ni haramu. Dhahabu, pete ya dhahabu ni haramu, na sio pete chochote kile. Kwa mwanaume ni haramu kutumia dhahabu kwa mapambo kwa aina yote. Kwa mwanamke kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba ni haramu, kama labda pengine kutumia vyombo vya kupikia, hizi ni haramu. Lakini ikiwa ni kuvaa kwenye pamba yale mapambo ambayo kwamba yanafaa kwa ile namna ambayo kwamba tumezungumza, kwa mwanamke ndio kwake ni sawa kabisa. Anasema dhahabu ni tabia ya kulainisha ngozi. haya na mwanamume, tumezungumzia sana sitra ya mwanamke. Hapa kuna swali limeulizwa, je, vijana wanafaa kujistiri kiasi gani? Uchi wa mwanaume, ama wanafaa kujistiri kiasi gani? Uchi wa mwanaume anavyotakiwa kujistiri ule wa wajibu
ni kuanzia hapa kwenye magoti mpaka hapa kwenye kitovu, kati ya juu ya kitovu. Kama hivi hapo kwamba sisi tumejistiri sasa hivi ndio tumefanya vizuri zaidi. Lakini kiwajibu, kwa mfano labda pengine mtu anakuwa anataka kufanya na wajibu, basi ikatia magoti kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye juu ya chini ya magoti mpaka juu ya kitovu. Hapo ndio kwamba ni wajibu mwanaume kujistiri. Basi zaidi ya hapo tena sio lazima. Na ndio maana yanakuja masali katika kumwangalia mwanaume. Mwanaume anafaa kumwangalia mwanamke wakati anapokuwa anakwenda kuoa. Wanasema ile nadharu mahbuba, kumwangalia yule ambaye kwamba unamtumbia. Wewe mwanaume unafaa kumwangalia mwanamke uso na mikono pekee, kama unataka kumwona. Lakini yeye anaweza kukwambia wewe kwa mpaka hapa nikuangalia. Uweza. Haya. Sasa sichukui swali lingine. Ni sheria, tunazungumzia kisheria. Haya, meno ya silva ni haramu? Meno ya silva si haramu. Kwa ajili gani kwanza? Ameweka wengine kwa pambo au kwa labda wengine kuna dharura? Pambo. Nani? Mwanamke, mwanaume? Wote? Labda niangalie vizuri. Haya, kuna swali hapa. Kuna swali ilikuwa imekuja sasa. Hili swali kwa nini ni haramu kumpa mke wako talaka akiwa kwenye hedhi? Kwanza ni haramu kweli? Kwanza si haramu. Si haramu. Kuna swali linakuja hapa na hii swali ni lizito. Tulia. Anauliza hapa, tumesema iandikwe kwa sababu ni kuuliza, saa zingine watu wanaogopa, wanastahi. Sasa imeandikwa hapa swali. Kama ustadhi wako, tumezungumziwa haki za walimu, sio? Na heshima kwa walimu. Kama ustadhi wako anakupenda zaidi ya wanafunzi wengine kimapenzi, ufenyeje? Ustadha, utatusaidia, utamshauri vipi? Tulia. Kuna mambo inatokea na ustadha alizungumza hapo. Wakati mwingine kunatokea matatizo. Kuna maustadhi ambao kwamba wako na mitihani. Sasa swali limekuja hivyo. Ikiwa ustadhi mitihani yake ndio hiyo, sasa pengine huyu mwanafunzi ameshindwa, afanye vipi? Sasa tayari ni kinyume. Kuna mzungumzaji alikuwa hapo akasema mtu katika kulingana na kidini pia na katika sheria ya nchi, huyu tayari ni minor. Ni mtoto ambaye kwamba hajafikisha umri wa miaka 18. Hata kama angelikuwa amefikisha kimaadili pia kidogo kuna matatizo hapo. Sasa huyu mtoto pengine anashindwa, afanye vipi? Sasa na pengine anataka kwenda hiyo madrasa yenyewe, lakini sasa kila akienda ustadhi ni ustadhi fisi, itakuwaje sasa? Atashauriwa afanye vipi? Ustadhi atajibu hiyo akija. Hapa kulizungumzwa mambo, kuna mzungumzaji wa kwanza au wa pili alikuwa akizungumzia mambo ya LGBTQ Sasa lakini akazungumzia mambo hizo zote, mambo ya liwati na nini. Sasa kuna swali limekuja hapo pande ya Kiislamu. Je, kumuingilia mtu tupu ya nyuma ni haramu? Mke tulia. Lakini katika
na maumbili. Kwa hiyo hii ni katika madhambi makubwa tena makubwa sana. Kujiepusha sana. Tena hata mwanamke anaweza hata akiwa anafusiwa kufanya mambo kama haya. Akiona kwamba yeye hataki kumudhi Mwenyezi Mungu, anaweza hata talaka. Ikiwa kwamba je, imekosekana ya kurekebisha. Isipokuwa ndugu zetu wale bila wengine. Sio wanawajua. Hawa nasema kwamba wao ni sana. Kuna swali la mwisho limeulizwa kwa Kiarabu. Nitasoma tu vile limeandikwa. Usijali kama kina hao haliko sawa. Anasema hali yajuzu masul Qur'an lilmar'i haidh. Je, yafaa kugusa Qur'ani kwa mwanamke ambaye kwamba ni haidh? Na hili lichanganya ustadhi, kuna swali lilikuwa kiporo hapa. Kuna mwanamke kusoma Qur'an akiwa ameishika kwa kutumia haidh, ameishika pengine na ile mtandio wake akasoma, ima ni Qur'ani ambayo kwamba yote ni Qur'ani, na kuna na hii Qur'ani nyingine ambayo kwamba ni translation, pande moja ni Kiarabu, pande moja ni Kiswahili ama Kizungu. Alafu na sasa kuna nyingine ambayo kwamba maandishi yote kama ni tafsiri ya Kizungu ni Kizungu peke yake. Huyu ni mwanafunzi ama ni hafidha, vipi akiwa katika hedhi kugusa na kusoma? Hili ni swala ambalo kwamba limezua jidali kubwa katika baadhi ya vitabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza la yamassul Qur'ana ahadun wala junub. Hawezi kugusa Qur'ani mtu ambaye kwamba ana hedhi wala mtu ambaye kwamba ana janaba. Na katika Mwenyezi Mungu anasema la yamassuhu illa al-mutahharun. Qur'ani hawaigusi isipokuwa wale ambao kwamba wametoharika. Lakini kisarfa tukiingia katika lugha ya Kiarabu, mutahhar ni mtu ambaye kwamba ametoharishwa. Tahara si yule ambaye kwamba amejitoharisha. Katika baadhi ya vitabu na baadhi ya maulama wengine, baadhi ya mashaikh ambao kwamba wengi wamewakataa kwa Sabi amesema kwamba mutahhar sio mutatahhir. Na leo kwa Kiarabu nasoma harfa, kuna mutahhar ni yule ambaye kwamba ametoharishwa, na wakasema kwamba ambaye kwamba hakutoharishwa ni ambaye kwamba sio Muislamu. Muislamu asiyake ni tahara. Na yule mutatahhir ni yule ambaye kwamba amejitoharisha, kama ilivyokuja katika aya ya masala ya hedhi. Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Naona ilikuja wa la taqrabuhunna hatta yatahharna, sio yatatahharna. Watahharike, kutahharika mwanamke ni vipi? Sasa hapa ndio zikaja tofauti kwamba atuhu ni kwamba ni mwanamke ile hedhi kuisha. Ikishamaliza periodi yake haijaisha, ameoga hajaoga, huyo tayari. Lakini wengine akasema kama madhehebu yetu sisi tukasema kwamba ni mpaka aoge ndio mambo mengine yanafuatia. Sasa hapa pia ikaja katika hii aya kwamba nimesema katika aya hii kwamba wala yamassuhu illa al-mutahharun, hawa wale ambao Mwenyezi Mungu amewataja. Lakini baadhi ya maulama wakasema kwamba
kuisahau Qur'ani ni kuihifadhi tena. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tusife, isipokuwa Qur'ani tulizozihifadhi ziko katika vifua vyetu. Sasa kwa huyu na mtu mwingine, labda pengine ni mwalimu, ustadha anafundisha na yeye ndio yuko peke yake madarasa, na madarasa ambazo kwamba zinasimamiwa na maustadha peke yake. Sawa? Sasa huyu ustadha yeye labda pengine anakwenda siku 7 watoto hawasomi, au labda pengine zaidi 10, wakati mwingine wengine wanakwenda zaidi, watoto hawasomi. Kwa huyu itakuwaje? Ikiwemo Ibn Taymiyyah amesema kwamba ni dharura kwa mtu kama huyu kuweza kusoma, kushika akiwa amevaa gloves, sio kushika kwa ngozi, akiwa amevaa kama ni gloves au amevaa kitu chochote mkononi, asishike kwa mikono, lakini ashike akiwa amevaa kama ni gloves au nini, aweze kushika au pengine kama hivyo, kwamba kwa njia ya kutalii au akiwa na dharura. Kwa hiyo tumesema kwamba waliojihusisha wanajihusisha kwa dharura. Ukiwa kuna dharura anaweza kufanya, lakini ni mtemi ambaye kwamba katika mwanadamu wengi sijaona, na nimeona baadhi ya mashehe zetu pia wanatumia hii fatwa. Si busara kuwataja, lakini baadhi ya mashehe nimeona kwamba wanatumia fatwa zake. Kwa hiyo kwa njia ya dharura Ibn Taymiyyah amesema kwamba sio shida. Hata Sheikh Said anafurahi sana kusikia. Sasa hapa kuna maswali matatu, nafikiri haya ndio yatakuwa manne, yatakuwa ndio ya mwisho, yanaongezeka tu. Anauliza ni haramu, na hilo lile liliulizwa, nimeona ni swali very serious nafikiri hilo pia ustadha atalifanyia kazi, kwa sababu atakuwa na session yake peke yake na wale mabinti alifanyie kazi, kwa sababu linaweza kuleta madhara. Nafikiri ustadha atatake note, atalifanyia kazi. Ni haramu kumtairisha mtoto wa kiume akiwa mchanga. Hili swali wacha nikupatie background kidogo ustadhi. Maeneo haya ama huku mara nyingi kuna dini na kuna na mila, culture. Sasa katika culture ya maeneo haya huwa mpaka yule mtoto anangojewa wa kiume, anangojewa mpaka afike class 8. Sasa ndo akienda kupelekwa jandoni, sasa inakuwa anapelekwa alafu anatolewa kule katika ile nyumba, sasa anajengewa kakeja kake ama nyumba yake hapo kando. Sasa mara nyingine ndo unaona swali kama hili linakuja, linakaa kama ni swali ni la ajabu. Sasa katika Uislamu ni haramu kumtairisha mtoto wa kiume akiwa mchanga, ama Uislamu unasemaje kuhusiana na hilo swali? Sio anasema kwao ukitahiriwa ukiwa mdogo au ukipasha mahali ukiwa mdogo, au hata uongozi kupenda, yaani unaonekana kwa heshima, unafaa uende pale watu wa kuangalia kwa kusimama, wewe kweli uko sawa, unafaa unapasha mahali unaangalia. Kiuislamu ni vizuri mtoto anania pasha tahara kidogo, au labda pengine haijaweka japokuwa hadi maalum kwamba lazima imesema kwamba ni lazima afanyiwe, hasa hadi ikifikia umri tena huko amebala tena ndio sawa, inatakiwa. Lakini kuikiwa mdogo kwa upande wa dini sio haramu, na ndio watu wengi wanafanya sehemu nyingi, labda huko kwa sababu ya mila, lakini sehemu nyingi wanafanya watoto wakiwa, hata baadhi yao nimeona hata huko pia wale ambao wameshika Uislamu sawa sawa wamefanya hivyo watoto wakiwa. Kwa hiyo ndio Kiislamu mara nyingi inakuwa kwa mtu. Sasa kibila sijui wanaojua bila wao wanajua sheria za mila, sisi hapa, lakini tukijibu kwa upande wa Uislamu si haramu na ndio vizuri. Kwa hivyo Kiislamu mtoto anafaa kutairiwa kwa muda gani? Baada ya muda gani? Hakuna muda. Umezungumza masala ya kubaligh. Yaani sasa inakuwa ni wajibu. Inakuwa ni wajibu.
Kubaligh kwa kijana, umri kubaligh kwa kijana anakuwa amebaligh akiwa na umri gani? Inategemea. Kubaligh kuanzia miaka 9. Naam? Unaanzia miaka 9. Kuna zile dalili ambazo kwamba zimetajwa katika safina, lakini kufikia umri miaka 15 sasa hapo ndio unaingia. Japokuwa katika madhehebu yetu nimeona katika madhehebu ya Imam Malik wanasema miaka 18. Kwa sababu tukifuata huko ndio katika mila huko tunasema ni kosa. Hayo pengine afanywe tohara kwa miaka 17 au 16. Kuna masala ilikuwa inahusiana na hiyo. Ikiwa hajafanyiwa tohara na ameshakuwa baligh, akishika udhu ama akioga, ile tohara yake itakuwa imetimia kisawasawa. Kuna utaratibu ambao umefundishwa katika masala ya tohara. Si hata ishara muslimina inaelekeza mambo ya kama si sababu na takriban al-qadari. Lakini ishara muslimina inafundisha vizuri sana. Hapa kuna swali ya binti anauliza, kama kuna mwanaume amejitokeza anataka kukuoa na ameelewana na wazazi wako, lakini wewe hutaki, utafanya aje? Wazazi washakubali na wewe mwenye kutaka kuolewa, anayetakiwa kuolewa hataki, atafanya aje? Yeye atafanyaje au hukumu ya kisheria ya Kiislamu? Maana kuna hapo labda pengine kuna njia ya kumshauri tupe ushauri kwamba wewe fanya hivi. Na labda pengine hukumu ya kisheria ya Uislamu. Anaweza kuhusiana na hukumu ya kisheria au ni kama so wale washaelewana, mfano yule amesema na wazazi wamekubali. Sasa ni kama yeye ako katika hali ambayo kwamba anaweza ozeshwa nguvu. Sasa Kiislamu inawezekana, ndio nafikiri swali lake linakuja, anafanyaje? huyo binti ni tayib au ni bikra? Swali limetoka hapa 12 to 17. Sasa hapa katika masuala haya inakuwa kwamba ikiwa mzazi ameforce kuolewa na wewe mzazi ni baba au ni babu au ni kaka au ni nani? Ni baba. Iko vague. Hajaeleza. Amesema wazazi. Sawa, basi tufanye ni baba. Ikiwa mwanamke ni ikra, yaani mwanamke ambaye kwamba hajaolewa au hajapita katika michezo ambayo kwamba sio mizuri, michezo ambayo kwamba tunapigana hapa watu wasiingie katika michezo hiyo. Mwanamke kama huyu, baba anaweza kumforce kumwezesha mume ambaye kwamba anaona ana maslahi naye kwa masharti. Na masharti yenyewe ni kwamba sharti la kwanza, usiwe kuna uadui labda pengine kati ya familia ya huyu baba na familia ya huyu mwanamke, au kuna familia ya huyu mume ambaye kwamba anataka kuozeshwa, au labda pengine uadui. Na kusiwe kuna uadui pia kati ya hawa wawili, kwa sababu ukiwa kuna uadui unaweza kutumika. Maana baba anaweza kuforce kwa mawali ambao kwamba wanaweza kumforce binti aolewe ni baba na mama kukaa, au ikiwa binti ni bikra ambao wanaweza kuforce, ukiona kwamba kuna maslaha ya huyu binti yao kwa huyu mume ambaye kwamba wanamwezesha, na isiingie pia tamaa. Sasa hiyo sijui kama itakuwaje huko kwa wazazi. Sasa kwa labda inawafikiria hapo tunazungumza nao, lakini tutaje usiwe na tamaa kwa pengine anamwezesha binti yake kwa sababu anaona hapa mtafaidika na kitu hapa. Na mara nyingi sasa hivi ndio tunafanya tamaa ndio ambazo kwa zinafurahia. Kwa pengine mzazi anamwezesha binti yake kwa huyu ana pesa, huyu amekuja mtu ambaye kwamba anaona huyu maskini huyu anataka kumwezesha binti yake kulala njaa, anafanya hivi. Katika hali zote Mtume aliruhusu na akakataza.
mimi nimefusiwa na baba yangu kuozeshwa mwanamke akaomba simtaki, mtume akaivunja ndoa. Na kuna mwingine alikuja akamwambia mtii baba yako. Sasa yote ya katika hali zote yametokea, lakini sasa hapa mtihani unakuja, sio labda pengine kwa upande wa ushauri, lakini kwa upande wa dini tuzungumze sheria. Baba anaweza kuforce kufanya hivyo ikiwa binti yake ni fikra na baba, ama ikiwa ni mawali wengine ni kaka ni nani, baba yule wa halali, tunazungumza baba wa halali. Ikiwa ni mwingine, huyo ndo hata sio wali. Ama ikiwa ni thayyib, ni haramu, haifai. Lazima idhini yake wali itoke, lazima. Ikiwa ni bikra, sio lazima kwa baba na baba. Ikiwa ni ndugu wengine, lazima nao pia hawafai kumfuasa. Kwa hiyo inakuja kwamba ni nani ambaye kwamba anaozesha, pia ni nani ambaye kwamba anaozesha. Ikiwa ni baba na anaozesha ni bikra, sawa. Ipo kwa anavu pia wamekataa pia. Nasema kwa haifai, labda tukadili madhhabu hayo. Na hata wakati tunasoma masala hayo, na kumbuka Ustadh Muhammad anasema katika madhhabu haya bora tukadili katika masala haya bora tukadili Hanafi sasa. Kulingana na ulimwengu ambao kwamba tuko nao. Je, ni haramu mume na mke? Ni haramu mke na mume wakioga kwa bafu moja? Maswali mazito hapa. Ni sawa. Haya, ya mwisho ustadhi, hii naona ni ya kijana ameandika hapa. Je, mwanaume akifikia miaka ya kuoa ni lazima atafutiwe bibi na mama yake au ajitafutie? Inshallah. Swala la wajibu, hakuna wajibu kwa mzazi kutafuta wala mtoto kutafuta. Wajibu ni kwamba baada ya kubaleka, wajibu wa mwisho kwa baba ni kumpatia kijana wake mke. Sasa haijalishi huyo mke ametafuta au amejitafutia au vipi, kwa hali yoyote hakuna ulazima wa yeye kutafuta wala kutafutiwa, wala kwa mzazi pia ni hivyo. Lakini ile swala la kwamba kumkabidhi mke, baada ya kumkabidhi mke anakuwa kwamba ameshamaliza jukumu lake la mwisho. Wewe sasa ni mtu mzima, unakwenda kujitegemea. Wewe ni mtu mzima, unataka sasa. Kwa hiyo anaweza kutafuta, anaweza kujitafutia, kwa hali yoyote inawezekana. Maswali na hapo katika thayyib ni mama labda aliolewa, mfano mwanamke aliolewa akawatwa, kazaa na watoto, akawatwa mume. Sasa yeye hapo akapata mume mwingine, lakini ashazaa huko nje huko na mume halali, lakini wameagana kuchagua 1 2 3. Sasa akatokea mwingine bado sasa mwenye kutoa hivi ni wali wake wa thayyib ama yeye mwenyewe anaweza kutoa hivi? Labda kidogo kwanza katika suala la thayyib. Thayyib ni mwanamke ambaye kwamba bikra yake imetoka kwa kuingiliwa, haijalishi kuingiliwa ni kwa halali au haramu, huyo ni thayyib. Hata kama mwanamke hajaolewa, ikiwa bikra yake kuna labda pengine bikra inaweza ikatoka kwa njia nyingine tofauti, labda pengine baadhi ya maeneo wanawake wanafanya kazi ngumu. Nimeona hata huko baadhi ya kwa mfano kama Mombasa, Malindi kule, wale wakilia wanafanya kazi za kubeba hizi, hata na huko si kuna wanawake wanafanya kazi za mijengo. Hizi ni kazi za wanaume ambazo kwamba tunafaa kufanya sisi wanaume, lakini labda pengine kutokana na hali Mwenyezi Mungu atujalie hali zetu ziwe nzuri zaidi, familia zetu na Waislamu na maisha pia kiujumla yawe maisha mazuri, isifikie huko, kwa sababu ni kama naona mitadhari ni mwanamke kufanya kazi
Kiislamu tu. Nafikiria baadaye pia kutoka swali kama hili la mtu labda pengine anafanya kazi hizi, lakini tutoke hapo. Sasa katika swala la huyu Tayyib ambaye kwamba fikira yake imetoka kwa kuingiliwa, huyu anakuwa ni nani? Tayyib. Kama imeanguka fikira yake kwa sababu ya kufanya kazi kama hizo, au labda pengine maradhi au nini, huyu wanaitwa kwamba ni adhara. Au kuna mwingine ambaye kwamba pia fikra yake iko mbali, pia wanapata majina kama hayo. Sasa hiyo hukumu ndio inakuja kwa walini wa nani? Walini yule anayejulikana kama ni walini, baba, babu, ni kaka, ni ami tuseme, na wengine wale ambao kwamba ukienda ni kadhi, ni wale ambao kwamba mawaliwa na idhini anatoa nani? Idhini anatoa binti mwenyewe. Na idhini pia anaweza kutoa wali, kumwambia mtu mwingine niwezeshe binti. Idhini anaweza kutoa wali kumpa mtu mwingine, kwa mfano labda pengine ustadhi Bakari una binti, unaweza kumpa idhini ustadhi Juma, hebu niwezeshe binti, au kama wakala niwakilishe kuniwezesha binti yangu. Lakini kwa zile sheria ambazo kwamba zinajulikana kisheria za Kiislamu. Shukran sana maustadhi kwa mafunzo mazuri, mashaallah. Sasa sisi hapa ustadhi, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuwafanyia wema mlipeni, na kama hamna cha kumlipa muombeeni na dua. Sisi pamoja na kuwaombea dua, tuko na certificate kidogo ya kuonesha shukrani zetu kwa kushirikiana pamoja na sisi. Na leo kwa bahati kubwa tuko na mzee wetu hapa, Sheikh Hamis. Kwa hivyo yeye nitampa nafasi hii, atasimama insha Allah, ataweza kuwakabidhi mashekhe zetu certificate zao kutoka ya shukrani. Nafikiri tumefaidika. Nimeona maswali dakika ya mwisho yamechangamka, yamekuwa mengi. Walisema mmechokoza nyuki. Na tukimaliza hiyo session, baada ya kupeana zile shahada, itakuwa ni zamu ya ustadha. Atakuwa na darasa kidogo na wote, alafu wasichana peke yao wataenda na ustadha kule juu, watazungumza, atawapatia nasaha na ushauri. Kwa hiyo field yetu tumemwachia. Kwa hivyo namkaribisha Sheikh Hamisi inshallah. Haya. Sawa. Salamu. Alhamdulillah.
time during the holidays. Ndio? Ndio mlikuja kusoma. Hizi holidays ni za kupumzika, lakini sisi Waislamu wakati wote tuko katika ibada. 24/7 365. Unaelewa hiyo sana? 24/7, 24 hours, 7 days, 365 kwa mwaka. Ndio? Wakati wote tuko katika ibada. Na ibada zile mtakazofanya swala ni kubwa, lakini kuna hizi ndogo ndogo ambazo walikuwa wameelekezea. Hizo ndizo za mtu. Hivi vitu vidogo vidogo vikishikana na swala unapambika katika njia ya kiimani. Lakini utakuta kuna mtu anaswali, anafunga, akhlaq nini, balaa tu. Balaa tu. Hata mtu huyu anaswali nini, swala zake zinakubaliwa kweli? Swala zake zinakubaliwa? Maana hizi ndogo ndogo akhlaq, tabia nzuri hizi ameziweka kando. Kwa hiyo inshallah mimi nilikuwa nimeenda kuzungumza. Sio nikae kwa mzigo sana. Baadaye. Lakini kwa kweli sana wakati wa kuzungumza. Maana sitaki kuchanganya. Unajua too much of food is poison. Kwa mengi sana inakuwa ni sumu na kuvuga akili. Alafu ilikuwa ni bora mimi ningetamani, nilikuwa natamani kila siku nije nisikize nini ninasoma alafu nisikie nikarudia, lakini inshallah nitaanza tu kidogo baada ya kulacha, labda nitakuwa nimerudia au labda nitaongeza kitu kidogo. Kwa hivyo tusichelewe sana. Walimu wetu kwa niaba ya Kikuyu Council of Imams and Teachers ambao wamefanya jambo kubwa sana, na itakuwa vizuri misikiti yote na mitaa yote walimu wa ukarimu, si walimu, communities kama ile Karai community, Kamango community, Yonderi na kwingine kote, tuseme Kiambu, sivyo? Vile tunafanya jambo zuri sana, na itakuwa vizuri ikiweza kupiga na vile ustadi unaweka kwenye mtandao. Hata hizi picha kwenye picha mitandao mingine tofauti muonesha watoto kwamba walikuwa wanasoma katika yetu ya Muslim, sivyo? Waka hizo picha. Mimi sitaweka wewe ukaweka wewe, ikiweka tuonekana kama nyuma, lakini maisha kazini nyumbani. Waka katika hizo groups, alafu sasa na sisi tutasukuma. Jambo zuri sana. Kwa hiyo nitaanza kuwapa certificate of appreciation proudly presented to someone for participating in the youth seminar held at Medina Mosque, Kamango, from date 5th to 8th December 2025. May Allah reward you for your efforts in Da'wah. Sasa ni Medina Mosque Kamango na wenyewe pia. Sisi kama mwaka wa sana president. Mama mwanzilishi pia mtu certificate kama aihangu utaona. Sisi na chama na itakuwa jambo zuri sana. Kwa hiyo naomba mtoto wangu Ustaz Abdul Malik Hamis. Nimemwita mtoto wangu tumekaribishwa kabisa na hata umeingiana na watu kabisa ambao ni jambo zuri sana, na tuna appreciate bali na hii
nyoyo zetu tuna appreciate kabisa sana. Sio ni pesa kiasi yako. Takbir. Takbir. Akisema nini? Mtu akitaja alafu atokee. Yake iko atakuwa na nafasi. Shukran.